Hii ni Cafe Maisha. Atasema tek. Yes. Wajua, Naam. Once uko chini kama mwanamume, na nishasikia wengi wenye kusema, wenye kuhadithia, lau watapewa nafasi ya kujihadithia. Wanakuambia kwamba ninapokuwa chini, yani sina kazi, sina bazi, yani nipo tu. Alafu the change of roles now, Ali, whereby she is the one going out to work while you take care or you sit at home. Imagine now the role of you kissing her and say goodbye, it's her doing that to you, and she's saying goodbye. How do you feel as a man? Okay, let me take it from you now. Wow. It's normal. Baada ya kuwa umepitia situation, it's normal. It's normal. Lakini before hujawahi pitia alafu ikufanyikie, unaweza pata backlash. Na hiyo izidishi hiyo downfall yako. One, you are blooming, ulikuwa sawa. Mimi ndo natoka, mimi ndo naenda. Labda mwenzako pia yeye yatoka. Nyote, si ndio? Lakini sasa sahi ni yeye yatoka, wewe unabaki Rahma. Yule mwenzako wakati yobaki, what were they doing? When they used to stay home and you go to work, what were they doing? A lot of cleaning, na kama kuna watoto, taking care of the children, watching soap operas. Na hizo ni necessity kwamba because the house has to be clean, blah 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 blah, si ndio? Sasa sahi wewe you are down, si ndio? Yeye ameenda. Inamaanisha wewe uko na down, na downfall yako iko sectors kadhaa. Kwanza economically, because you're not working, so socially, psychologically. Hapa ndo kutakuangusha. Huku kwingine kuweza kuwapoa kwa sababu yeye labda ana work, anaelewa I'm supposed to support my husband, si ndio? Akusupport economically, let's say socially, but when it comes to mentally, because you are cocooned, wewe mwenyewe una expectations zako, objectives zako. Sisi tunasema kuanzia primary uko na objectives, wazimit. Sasa sasa huwezi zimit because you are not financially empowered. So let's assume mwenzako anakusaidia Rahma, uko poa kabisa, anakusaidia. Lakini katika kukusaidia kuna vitu ya kukumbusha. Kama Ali, by the way, sasa sahi hatuna mtu wa kutusaidia nyumbani. Wengine wamuita maid, mwingine dada. So zile nguo Rahma, mwanamume waambiwa fua nguo. Lakini hayo ni mapenzi, ni mahaba baina ya wanandoa. True, lakini kwa sababu psychologically, lakini yankuja wakati huo sasa. Mbaya, psychologically uko chini. During these other times weza ambapo sijui alisaidia nini, wasaidia mwenyewe, wajua ni mapenzi. Lakini by virtue on your downfall Rahma, everything you will misinterpret. Everything. So it's all about misinterpretation because you are in a situation enye sasa imekueka down. Na hii situation yenyewe kama tulivyosema, if you are not aware, kama circle yako ya friends hawakufanyi uko aware, kama mke wako hajui kwamba Ali now is going through 1 2 3 and I'm supposed to handle him 4 5 6, rock bottom, zaidi chini. Lakini nadhani pia ni ka ego fulani ka wanaume, kwa sababu wajua mwanamke akiwa anakupenda Ali, na ukiwa katika hali ile atakuwa na wewe in all corners, lakini maybe we care too much mpaka wewe unaona sasa huku kuonewa imani kuna nidhalilisha badala kuniinua kama mwanamume. Sijui hiyo ndo feeling ambayo inazunguka sana kwanza. Manake ule imani yao na usaidizi inakuwa too much mpaka wewe unajiona kweli. Sana kwanza this situation affects men sana because they might appreciate kwamba I'm on my rock bottom, si ndio? But umeaccept na hauna nguzo zenye zinakupatia msingi, you become strong, so you start being guilty. Feeling guilty until now there's rejection. Unafeel guilt paka rejection. Kitu mwenzako kufanya kitu kizuri, by the way, weza nisaidia kuweka curtain, notion, rejection. Unaona huyu anatumia, kumbe when there was bubbly life, tuenda out, tutafanya nini, you have money to support, blah 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 blah. Ukiomba vitu kama hivyo, you do it kabisa. Lakini sasa ile face ya rejection ile, na lazima kwanza utapitia kwanza, you do not accept, later you be aware, you accept,
then rejection inakuja. Rejection can come fast or later, it depends na ni nani anakuhandle, unapitia nini. Personally I went through that a lot. But I made myself aware. How? Because ilikuwa nasikia hizi vitu, and at that time mimi wasema nilipotea sana. Nilipopotea ilinipiga, alafu uzuri kulikuwa na hii paradigm shift from analog to digital, so everything was on YouTube. Maana naona Kabiwa Jesus, maana sijui naona nini. Sasa unaanza kujicompare. Wenzangu wako hivi, huyu nilisoma naye university yuko hivi, inaanza kukuna. But the way comparison kills a lot. Yes. Alafu pale Rahma, kuna mtu tu anatokea anaanza kuanalyze hizi situation, so you become self aware. Unagundua, so mimi niligundua nikaanza kwenda online naangalia kuko vipi huku, kuko vipi huku, until I made myself aware. Rahma, I took a turn. So hii turn ilikuja vipi? Nilianza kuambia watu, by the way, I'm going through this, so when I'm behaving this way, wewe jua ni hivi. Si ndio? There are two kinds of reaction hapo stakuja. Wengine wanakuambia kitu cha kawaida, wewe una imani. Really? Hauna imani. By the way, ficha. By the way, ukiwa na depression unaambiwa kwamba kidogo imani yako iko chini, na utaona mbio wasukumwa rudi kwa Mola wako, lakini sometimes you do that, you pray, but it doesn't happen. Si dini pia sema kuna times za depression. Kama sisi we believe in Islam. Si mtume alichapo sana na depression mpaka anakimbia kwa watu wake, mpaka anatolewa verses for that. Same to Christianity. Hizi vitu ziko, lakini sasa ndo nakwambia kuna socially economic depression and even psychological depression. Sasa huyu mtu mwenye anakuhandle huyu mke wako pale nyumbani anaelewa hizi vitu, akusaidie. Na ukishawaambia sasa kwamba I'm going through this when I'm reacting this way, mimi pia mnafaa kufanya hivi, huyu mwenye anakubali anaelewa. Yeye pia lazima akuwe self conscious, akuwe aware, either ameona kama venye umekuwa na unajua tukigeuza kibao Ali, ni kwamba hata wewe wafaa kama mume kumfahamu ile mke wako, licha kwamba anakuonesha imani yake, mapenzi yake, na anataka kukuinua pale ulipoanguka. Yeye pia somehow anaumia, kwa sababu kimwanamke kuna uoga fulani, like will he ever rise up again, will he ever take care of me and the children? You need to think about that, right? Ndio hiyo blooming sasa twasema mko kwa downfall. Si ndio? So yeye ajiuliza, will we bloom again? Tutarudi tena vile vile, si ndio? Yeye yakuuliza. Sasa wewe unasema me as a man I'm supposed to be self aware kwamba mimi I have been reacting 1 2 3 4. Si ndio? Hii kumbe inamuaffect yule mwenzangu vipi? Usipojua Rahma, kila siku utakuwa tu mdhulumu. Manake analyze yourself. It's good. It's good. Now, nani akusaidia kuanalyze? Ni nani atakusaidia kuanalyze? Actually ni wewe mwenyewe. Na mazingira labda, na you pray to have that one best friend to actually talk sense into you and give you hope that it's going to be okay. Wajua ukipitia mitihani Ali, ile pale ikiwa fresh, wengi ambao wamepitia watakwambia itapita, lakini at that time when kidonda kiko fresh, ni vigumu sana kusema hii kitapoa hiki. Sasa wasema there's that one friend. Did you have that? I had, but there was a factor that was not constant. Sindio? Factor gani? All factors were constant in my life. But there was a shift of locations. Nilitoka Nairobi nikaenda Mombasa. And something major had happened pre-depression yangu. One, I lost my dad baada ya vita virefu va ugonjwa. Sindio? Then at that time when we were fighting hii disease, mimi nilikuwa Nairobi, yeye yuko Mombasa, so I used to fly. Sindio? Then I quit my job. I lost my job, lack of funds, blah 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 blah. Now you shift from Nairobi to Mombasa. Unaona? So that one friend ni ukweli yuko, lakini nimemwacha kule Nairobi, anafuatilia Ali vipi. So on phone nitakupamba, I'm okay, yuko vipi. Lakini let me tell you, somebody will know from your voice. Hata ukifake, if it's a true friend, they will know. Quite true. Mine literally left Nairobi to Mombasa to come and look for me, and I had several. Wengine kumbe pia wao wanapitia vile vitu vao. Pia they're in their downfall. Mind you. Mtu ukimwona amekushikilia na yuwakupa nasaha, pia wewe kuna siku muulize, are you okay? Because they also go through a lot. Kumbe ile nikasema kila mtu ana mitihani yake at their time. Ni vile tu how you go about it.
Sasa kuna wengine they are taking you through that stage, kumbe wao pia wanapitia hiyo downfall. Yes. Alafu kuna wengine now they are in the blooming phase. So wao wanakuzungumzisha, huyu siku hizi anaambia hivi kwa sababu akopoa, kumbe no. Ali, yesterday you were okay, I was down, you only shika mkono, sahi I'm reciprocating, but now psychology ile kukuni yako una interpret tofauti. Rahma, si ndio? Ni mpaka uwe na ile roho ya kwamba kila mtu na wakati wake na kila mtu atakula fungu lake. Kila mtu ana time yake. If you believe in that, Ali, I know you'll overcome a lot of things. Quite true. Quite true. Lakini ndio hali ya maisha. But right now, plan zako ni vipi? Pengine ukiangalia, okay, it has happened, it's going to happen, na hata ikihappen tena, I won't be taken by surprise. Okay, parting shot. Si ndio? Kuanzia utotoni, napitia downfall. Wapitia downfall. Kila mtu yapitia, even the rich. When you are, in fact, uambiwa, when you are the top, it's the saddest point, your peak, it's sad. You have good money, you have everything. So wale wengine wote either wanajidistance, the more unajaribu kuwa karibu nao, wanaona usikizi wa jiringa, mbona you tufande nini. Wengine wana take advantage. Wengine wanaheshimu, no, hatutaki, wewe wa misinterpret, kumbe wao hawataki, wanakuona wanatumia pesa vibaya. Sasa kutoka huku utotoni huko, si ndio? People must be made aware. People should talk kwamba there is downfall, na tukumbushana. Lakini watu wakumbushana vipi? You know, there are ups and downs. Umazungumza darasa, there are ups and downs. Paka umefika high school ambao there are ups and downs. Paka dini misikitini wapi ambao there are ups and downs. Sasa parting shot yangu mimi nasema kwamba lazima kuwe na institutions zenye za kumbusha watu each and every stage with practical experiential situations. Kwamba downfall ni kama kuachwa na mke, lose funds, kufanya nini. It looks funny but it's real. Tuombe salama inshallah. Kila mwenye ndoa idumishe ndoa zao. Na asante sana Ali kuja Cafe Maisha kubonga nasi, na naamini kuna baadhi ambao watasikiza na wataona okay, siko peke yangu na I can overcome this. Thank you so much. Thank you Rahma. Welcome. Hi, karibu. Cafe Maisha.